So nimechukua muda mrefu siimbe, of course nilikuwa na meditate, ndio wanasemaga nilikuwa na meditate nije na nguvu mpya. Matumaini yangu makubwa uko salama salimini, mpenzi msikilizaji wa mtazamaji kumradhi wa K9T TV channel ya YouTube, ambapo napata vipindi mbalimbali hususan kwa lugha ya taifa na waimbaji tofauti hapa nchini na wale kutoka nje ya nchi. Leo hii tuko pamoja na mwimbaji wa zamani Salaz the best. Nafikiri mnamuona. Yeah, what's up man? Ya Salaz, habari za masiku? Salama kabisa. Nikuwa katika game ya muziki umepotea kidogo, inakuwaje siku hizi? Nipo sema kazi nyingi tu ya hivyo. Kazi nyingi, muda unakuwa mdogo lakini nipo kabisa. Ni kweli hapo. Hivi wimbo wako wa mwisho ni walini? Kwa sababu hapa tuna masiku bila kusikia wimbo mpya kutoka kwako. So labda wewe, lakini na nyimbo mpya nimefanya na Perhaps inaitwa huu mwaka. Imetoka huu mwaka. Inaitwa huu mwaka. Ilitoka lini? Na imetoka hapa nyuma tu hapo. Nyuma mwaka 2021. Ila kabla hapo ulikuwa usikiki. Na muda nilikuwa nimesimama kidogo, of course. Ilikuwa mambo mengi, alafu ilibidi kwanza nifikirie. So unajua kuimba sio kuimba tu, naamka asubuhi naimba, amka asubuhi naingia studio. Inabidi ufikirie nilipofanya zamani na unafikiria kesho ndafanya nini zaidi ya zamani. Salaz ambaye tulikuwa tunamuona akiimba pamoja T-Max na wengi kibao, tusubiri tu atarudi ama bado tu ni umerudi kidogo na dili bado zinakubana hivi? So nimerudi kabisa tena siku za usoni, kama siku chache hivyo naweza ndaachia nyimbo mpya. Kwa nini umeamua kurudi na Perhaps? So mimi sana waga napenda nitumike na watu wenye waliofanya zamani. Of course ukikaa nao unasikia fikira yao za watu waliiti sana zamani, walikuwa natumikaje, ilikuwa dawa wala walikuwa na ujanja wengi. Kajaribu nijipime kwanza, navyoimba naye nasikiliza nasema brother kona mkubali sana toka kitambo, alafu tumetry pamoja, ilikuwa nyimbo nzuri sana kabisa. Kwa nyimbo nzuri, akapela kidogo kidogo tu, sekunde tu kama 20. Aliyekupa na miatanipa umwaka. So aliyekupa na leo atanipa umwaka lazima upate. Unajua maisha yenyewe unapanda unashuka, so mchoko fulani. Umetuambia unarudi na nguvu zile ulizokuwa nazo nyuma, ama hivi sasa unakuja na nguvu mpya, ama wewe hivi ni unaanza polepole ili watu warudi kuzoea? Kwa sababu muziki katika industry ya muziki huwa mashabiki wale ambao walikuwa wanapenda muziki zamani, unakuta wengine wametoka, wengine wanakuja nini, ili sasa uchangia au wa zamani na wa sasa wapate wote. Unakuja polepole ama unakuja kama ulivyokuwa? So for really music sio kama mathematics. Yaani sio kama moja kujumlisha moja ni mbili. Music una try, sio lazima watu waipende, lakini kuna fulani anaweza kaipenda na mwingine asipende. Of course mimi nimerudi zaidi ya zamani. So ndio maana umeniuliza umechukua muda mrefu wa wimbi, ndugu yangu ilikuwaje? So nimechukua muda mrefu siimbe, of course nilikuwa na meditate, ndio wanasemaga nilikuwa na meditate nije na nguvu mpya. Sasa unaangazia kufika wapi? Unaangazia kufanya makolabo na kina nani hapa nchini, nje ya nchi, kwa sababu muziki tu ni kidunia? Wapo wengi ila surprise. Kuna kidogo tu kasi kidogo, kuna ambao umeshaanza kuongea nao? Surprise bro. Kweli ni surprise. Of course naweza kukwambia naimba na mtu fulani, labda tumeshaingiza kesho management yake kabadilika, naona nikavuta tena. Ndo maana yake sio lazima niongee kabla sijafanya, ila na vitu vizuri napania kufanya. Of course nimeshaanza
niko studio na nyimbo mpya nimekuambia. Nafikiria mwezi utoisha sijawachia. Ya basi kwa watu wengine wote wanampenda Salaz the best, uende YouTube andika Salaz the best. Mengine utayajua, subscribe ku channel yangu. So Instagram ni hivyo Salaz the best. Yeah. Ni hivyo kabisa. Salaz, kidogo umechukua muda, ndio umetuambia umechukua muda ukimeditate, ukifikiria na ukitizama muziki industry yote tunaiona. Je, umekuta nini kipya? Hakuna changamoto yoyote? Kipya yani muziki watu wengine waelewi. Muziki ni poezi. Ndio unaweza kuwa na sauti nzuri. Of course mimi naimba vizuri. Na sauti unajiamini the best. Hicho kitu nilikuwa nakijua toka niko mtoto, naimbaga vizuri. Tofauti ya hicho haitoshi. Unaweza kuwa na sauti nzuri ila unaimba kuimba. Na muziki ni poezi. Inabidi ujue vitu ya marime, kuna marime croisé, vitu moja vya hivyo. Yani vinaomba kwanza akili, ndo kina fulani walifight kivipi, ndio tunajiuliza kila siku, mbona fulani hata nyimbo zake nikisiaga sana mkubali, lakini mimi na sauti nzuri mbona kumshinda, lakini nyimbo zake zinanishikaga. Hazinishikio sababu yeye ana sauti nzuri sana. Anaandika vitu fulani vinavyoeleweka, yani vinatamanisha mtu kuvisikia tena. Nilichojifunza mimi kwa muda, nimejifunza haitoshi kuimba. Kama 20% alikuwa na sauti nzuri, siwe hatari. Ila ameiti, ndo swali wengi hawajiulizage, ameiti kwa nini? Alikuwa anajua kuandika. Unaweza kujua kuimba, hujui kuandika. Ndio maana wakina fulani wanakuambiaga hii muziki fulani amemwandikia. Sasa mimi muda nijichukua muda wa kuelewa unaandika nini, wanaandikaga aje. Na unaona kwa kabisa umefaulu kozi hiyo. So this nawaambia ni surprise. Utasikia nyimbo yangu mpya utasema huyu jamaa kweli muda amepotea kweli, alikuwa anasoma. Wimbo mwingine hata kama ni surprise utakuwa peke yako. Sauti yako tuisikie vizuri na sisi tutamani kuendelea kusikia. So mara najiuliza leo ukiniacha nitabaki na nani? Mawazo mengi kichwani, mara na mimi, mara na hofu. Kwa mfano ukiniacha leo nitapata wazimu na dreams zangu zitavutika. Yani kivile vile tu. Yani tunaongea maneno madogo tu unaelewa kama mtu anaandika tofauti na zamani. Una kitu ambacho unataka kuambia kwa sasa nadhani. Unawaambia nini? Nachoambia watu tena zaidi nimefanya kipindi of course. Nataka watu wote waliosema eti jamaa mbona amepotea. Of course sometime nasikia wanaandikia message, baza vipi mbona utoi tena, mbona hakuna kipya, hakuna hivi sijui. So wende kwenye YouTube yangu, subscribe. Watu wangu wote wanaopendaga muziki yangu, waliopendaga nilizofanyaga zamani, na waomba waende wajiabone kwenye account yangu. Of course kuna vitu vipya vizuri zaidi ya zamani nitakavyofanya. Na ulivyoniuliza kwa wengine, so nishaongea mengi. Yani music sio kivile wanavyofikiria wakina fulani. Sababu wenye kuimba vizuri ni wengi. Sio Salaz tu, kuna wadogo hapa wanaimba vizuri sana, lakini Fizo anajua andika. Mimi mwenyewe namkubali. Of course kila mara namsikiza ubraza, mbona kila siku anaiti? Kwa nini? Of course kila mtu anatengeneza njia ya muziki, melody ni kawaida, lakini message yako inaendana. Ilo ujanja uliotumia ni zaidi ya kila mtu. Yani mtu anaweza amka nyumbani akaimba kama Salaz. Unaweza kaimba vizuri, lakini yata kuonesha kama yalivyofanya ni zaidi unavyowazaga wewe. Utapochukua muda utasema brother namkubali. Ndio maana kina fulani na washauria. So wasikilize watu wengine, wajiulize mtu kwa nini. Hakuna dawa. Naomba akili.
sana muziki ni poezi. Ukielewa poezi inamaanisha nini, utaweza muziki. Mimi nimerudi, naamini kama nafaa zaidi ya jana. Of course, namwamini Mungu aliyenipa muda na uhai na akili. So much love kwa watu wangu wote. Instagram ni hivyo Salaz the best, YouTube Salaz the best, Facebook Salaz the best. So much love kwa watu wangu wote. Kwa pamoja na Salaz the best, mwimbaji hivi zamani nyuma kidogo aliimba pamoja na kina T-Max na wengine wengi kibao. Nyimbo zao utazikuta kwenye channel yake ya YouTube. Kabla ulivyosikia, kwa sasa amekuja na wimbo mpya ambao ni huu mwaka. Kwa hiyo sasa naomba mfanye subscribe kwa channel ya K90 TV. Mko pamoja na Mosi Ngabirano. Ndivyo kabisa, kwa heri.